ili tuweze kuyaishi. Haleluya. Kwa ambao mnaandika, taandika kichwa kinachosema nifanye nini ili nikue kiroho, au namna kuweza kukua kiroho. Haleluya. Namna ya kuweza kukua kiroho. Tupo wote tukienda sambamba, tukifuatana na mstari kwa mstari, hatua kwa hatua. Haya ambayo tumejifunza yatakuwa yetu. Amen. Tunaposema kwa habari ya kukua kiroho, tunazungumzia mtu yule ambaye ametoka katika utu wa kale, kwa maana tabia zile za mwilini, lakini akaingia katika ule utu wa ndani, kwa maana zile tabia za roho. Sasa tunaposema kukua kiroho, tunamaanisha kwa namna moja ama nyingine ni mtu yule ambaye anatembea katika kumjua Mungu, amemuelewa Mungu. Sasa tutaenda kuangalia kwamba huyu mtu ambaye anamuelewa Mungu amekuwa kiroho, amekuwa kwa vipi kiroho. Hapo ndio tutapata tafsiri nzuri. Kukua kiroho maana yake nini? Ana nafsi zake tatu. Ana mwili, ana roho, ana nafsi. Yaani mwanadamu. Roho ni utu wa ndani wa mwanadamu. Ina maana mwanadamu ana mwili, ana roho, ana nafsi. Hivyo basi, tukiingia kwenye Waefeso kule 3:16, anasema awajalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani. Sasa tutaenda kuangalia huyu mtu ambaye anatakiwa kukua kiroho ni katika ile hali ya utu wake wa ndani wa kiroho. Hivyo basi, kukua kiroho maana yake kuongezeka maarifa katika kumjua Mungu. Na pia si kuongezeka tu maarifa katika kumjua Mungu, lakini pia kutembea katika mapenzi yanayompendeza Mungu. Kwa namna gani? Kwa namna hii, katika ile Waefeso, katika ile Wagalatia 5, utaona tunazungumzia tunda la Roho. Upendo, utu wema, furaha, fadhili, amani. Hilo ndio tunda la Roho. Sasa ili mtu Mkristo aweze kukua kiroho, lazima atembee katika lile tunda la Roho. Aliishi lile tunda la Roho, ajifunze. Akishajifunza sasa namna kutembea katika Roho, ndio hapo mtu huyo anaanza kubadilika tabia. Kama alikuwa mzinzi anaacha, alikuwa muongo anaacha, anakuwa na upendo, anakuwa na huruma, anakuwa ni mtu ambaye anamcha Mungu. Huyo ndio tunasema mtu huyu amekuwa kiroho. Lakini mara nyingi utaona kwamba Wakristo tupo, tunasali, tunashika Biblia, tunaomba, tunafunga, lakini unakuta anatembea katika lile tunda la zamani la mwili, ambalo wivu, fitina, husuda, masingiziano, masengenyo. Tunasema huyu mtu bado hajakuwa kiroho. Huyu mtu bado utu wa ndani haujabadilika. Kwa maana huyu mtu hajajifunza kanuni za kukua kiroho. Kanuni ya kukua kiroho, moja ni kutafuta uso wa Mungu, ni kusoma neno la Mungu, ni kuwa muombaji. Hapo ndipo utakapoifanya ile roho, utu wa ndani uweze kubadilika, kwa sababu huwezi kubadilika kwa kusikiliza tu neno, huwezi kubadilika kwa kwenda tu kanisani, kwa kuimba tu, huwezi kubadilika. Ni lazima ufanye bidii katika kujifunza neno la Mungu na kuliishi neno la Mungu. Kwa mfano, tukichukua mtoto, ili mtoto aweze kukua, akawa katika afya, katika mwili wake, analishwa lishe iliyo nzuri. Anapewa vitamini zote zinazotakiwa. Mtoto anachangamka, anakuwa kiroho, anakuwa na afya na akili yake inaongezeka. Hali kadhalika mtu ambaye ameokoka, ili aweze kukua kiroho, ni lazima akae magotini, akae chini, ajifunze neno la Mungu, ili utu wake wa ndani uweze kubadilika, ili aweze kuliishi lile neno ambalo Mungu ndilo analolitaka. Kwa hiyo basi, mbinu ya kukua kiroho inafananishwa sana na mbinu ya kukua kimaarifa. Kwa namna gani? Tumepelekwa shule tusome. Mwanafunzi akiingia tu darasani, mwalimu akifundisha, anafunga daftari, anaandika notes, hazipitii. Mwanafunzi huyu hawezi kubadilika. Akili yake, maarifa yake kichwani hayawezi kuongezeka. Hali kadhalika na mtu aliyeokoka, lazima afanye bidii
kuzingatia yale ambayo Mungu anayazungumza. Na atayazingatia vipi? Atayaelewa vipi? Atayaelewa kwa kulisoma neno la Mungu. Ukiwa na ratiba ya kusoma neno la Mungu, ndivyo ambavyo unapata maarifa ya kiroho. Utapata maarifa ya kiroho, utaongezeka. Kimo cha kumjua Mungu kitaongezeka. Uwezo wako wa kuomba kwa muda mrefu utaongezeka. Uwezo wako wa kutafakari na kumtafakari Mungu utaongezeka. Utabadilika namna ya mtazamo. Utajua hili jema, utajua hili baya. Huyu mtu ndio tunasema huyu mtu amekuwa kiroho kwa sababu amemuelewa Mungu. Na mtu ili aweze kufunguliwa akili za rohoni na mfumo mzima wa ufahamu wake, ni lazima ajifunze neno la Mungu ili akue, aweze kukulia wokovu, aweze kukua zaidi na kumuelewa Mungu. Haleluya. Hata hivyo tukiangalia katika ile Warumi 4:8, Biblia inasema heri mtu yule ambaye Bwana hata mhesabia dhambi. Huwezi kuhesabiwa haki ikiwa wewe hujaweza kujua dhambi ni nini, huwezi kujua namna ya kuweza kuikataa dhambi. Kwa hiyo ili mtu pia uweze kukua kiroho na uweze kuishi maisha utakatifu, inatupasa tusome neno la Mungu, tujue sheria ya Mungu, tujue kanuni za Mungu, tujue maagizo ya Mungu. Lakini pia kukua kiroho, unaposoma neno la Mungu, unaweka mahusiano mazuri kati ya wewe na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa kwako ili aweze kukaa ndani yako, aweze kuongezeka ndani yako zaidi. Ni pale ambapo wewe unakuwa unajifunza neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu, wana wa Mungu, unaposoma neno la Mungu, unapofanya maombi, unazungumza na Mungu. Ukishika Biblia yako ukiwa unasoma, unazungumza na Mungu moja kwa moja. Na Roho Mtakatifu anakuwa anakupa tafsiri ya neno katika Biblia, katika mstari kwa mstari ambao unasoma. Roho Mtakatifu anakusemesha. Akisha kusemesha, utajua nini ufanye ili uweze kukua kiroho. Nini ufanye ili uweze kuongezeka kimo na ufahamu wa kumjua Mungu. Ni kwa njia ya kusoma neno la Mungu ndio utakuwa kiroho. Lakini pia ni kwa njia ya kufanya maombi, kwa kufunga. Hapo ndio tunaweza kusema pia unakuwa kiroho. Unajiungamanisha wewe na Roho Mtakatifu. Unafanya mazungumzo wewe na Roho Mtakatifu. Unafanya mahusiano mazuri wewe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kukua kiroho, mtu lazima asome neno kwa bidii, aweke bidii katika kuomba, aweke bidii katika kutenda mema. Hapo utajua nini ikupasayo kufanya na nini haikupasi kufanya ili uweze kukulia wokovu. Si tunataka tukulie wokovu? Si tunataka tuliyofundishwa tuyaishi? Ni lazima tubadilike. Zile tabia za asili ambazo ulizikataa, zile tabia za mwili ambazo ulizikataa, zile tabia za gizani ambazo ulizikataa, kwa njia ya kuongozwa sala ya toba, kwa nini tunazirudia? Inachukua nafasi kwenye chupa, si ndio? Tunajaza maji, si ndio? Sio, nitolee mfano gani ambao utaelewa. Yaani ni kwamba katika moyo wako, kabla hatujaokoka, huku kuna mfalme wa giza, si huko huku duniani mfalme wa giza, lakini pia yuko mfalme ambaye ni Bwana Yesu, si ndio? Kabla hatujaokoka, tulitawaliwa na yule mfalme wa giza. Akatawala moyo wetu, si ndio? Akili zetu, ufahamu wetu, kila kitu. Na ndio maana tulipokuwa tunataka mafanikio, tunajua tulikuwa tunaenda kwa waganga. Nataka mafanikio, nataka biashara yangu iwe nzuri, si ndio? Lakini baada ya kukataa ule ufalme wa giza, baada ya kuyakataa yale matendo ya mwilini, tukamkaribisha Kristo akakaa ndani ya mioyo yetu. Maana yake zile tabia katika Wagalatia, hebu ngoja tuzisome kwanza. Galatia 5. Wagalatia 5, yale matendo ya mwilini.
kushawishi huku hakutokana kwake yeye anayewaita ninyi. Umeelewa? Tulikuwa tunapiga mbio vizuri tulipookoka. Kila mtu anajua. Yaani hata naona wakati mwingine anachelewa, masaa yaendi kwenda ibadani. Masaa hayaendi, yanachelewa. Kwa sababu ndani ya mioyo yetu kulikuwa na ile shauku ya kutaka kujua Kristo. Kulikuwa na shauku ya kutaka kuliishi neno. Kwa hiyo tukawa tunatamani, tunajifunza, tunasoma. Sasa hapa Paulo anauliza, mlikuwa mkipiga mbio vizuri sana. Sasa anauliza, ni nani aliyewaroga? Na mimi nauliza, haleluya. Neno la Kristo ni kioo, si ndio? Kwa hiyo hapa mimi nikiongea kama mtu anajimulika mwenyewe. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msitii ile kweli? Ile kweli ambayo tunafundishwa hapa. Ile kweli ambayo tulifundishwa wakati tumeokoka. Ni nani alikuja akazuia? Nani alikuja akakwambia usiombe tena? Nani ambaye alikuzuia usiwe msomaji wa neno? Ni nani aliyekuzuia usikue kiroho? Haleluya. Ule mstari wa 8 anasema kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Yaani kushawishi, hiyo roho ambayo ikatufanya turudi nyuma. Tumekaa katika wokovu miaka 10, 15, 6, 7, 5, lakini hatukui, bado tu watoto wachanga. Hiyo roho haikutokana na yeye ambaye alituita. Haleluya. Haleluya. Chachu kidogo utachua donge zima. Nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake awaye yote. Haleluya. Mbona nimalizie na 11. Nami ndugu zangu, ikiwa ninahubiri habari ya kutahiriwa, kwa nini ningali ninaudhiwa? Ngoja tuiache. Twende mstari wa 13. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili: mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Hapo Paulo bado alikuwa anaendelea kuongea nao wa Galatia. Kama ambavyo sasa hivi Roho Mtakatifu anaendelea kuongea na sisi. Je, na sisi ni miongoni mwa watu kama wale wa Galatia? Kwamba tulianza vizuri, lakini sasa tunaenenda katika mwili. Hatukulii neno la Mungu, yaani tunashindwa kukua kiroho. Sasa hapa ndipo nitakaposoma yale matendo ya mwilini na matendo ya rohoni. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kama tamaa za mwilini. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho ukishindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na roho, maana yake Roho Mtakatifu huyo, hapo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio hayo: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu sio lazima kasujudu mdoli. Ibada ya sanamu ni kile kitu ambacho umekipa kipao mbele. Mfano, saa ya kuja kwenye ibada, wewe unakazana kufanya biashara. Hiyo ni ibada ya sanamu. Yaani ni kile kitu ambacho umekipa kipao mbele zaidi ya Mungu au kuliko Mungu.